Jamani, kuna baadhi ya wateja wanapenda kununua bidhaa kwa sehemu ambayo wanaigiza chakiki. Yaani kwa mfano, akiona duka hii huyu mtu ananiingiza chakiki, basi bora naende kununua kwake. Samahani sana kwa maneno hii. Kuna baadhi ya wateja wanakuja kwangu dukani, wanaingia, Ali, naomba tupe shauri yako. Nampa shauri yangu na uniosha bidhaa na kila kitu. Tunakubaliana na kila kitu iko sawa. Baadaye wanasema tunarudi, wanatoka nje, wananunua sehemu nyingine, sio kwangu, kwa ajili ya bei. Wanaona nje kuna bei chini. Baada ya wiki moja wanakuja kwangu dukani, wanalilia dukani, Ali, tumenunua sehemu fulani, tumepata mizigo sio nzuri, tumepata hasara imekula kwetu. Wanalilia. Usijikulilia kwangu dukani, bosi wangu. Samahani, mimi nitakufanyaje yani? Mimi sifanyi chochote, nitakwambia pole sana. Umechukua sehemu nyingine, nenda kulilia kwake, ofisi yake yeye. Usije kwangu. Kama unanunua kwangu, unakuja kudalia kwangu na kusaidia kama nataka. Sawa? Lakini wakati unanunua sehemu nyingine, alafu unakuja kwangu mimi nikusaidia, kwa nini nitakusaidia? Acha yeye akusaidie. Kwa nini unakuja kwangu kulilia kwangu kwa nini? Wewe mwenyewe umeamua kununua sehemu nyingine, sio kwangu. Sikiliza, ukitaka kununua kitu nzuri utabidi kulipa. Ubora si bure. Ubora utabidi kulipa. Nataka pesa yako kulipa, kwa sababu mimi wakati naagiza siagizi bure. Yani tunalipaga. Hamna kitu cha bure, hamna kitu unapata kwa njia rahisi. Sasa watu wananunua nje, alafu wanakuja kwangu, Ali, naomba nisaidie. Usije kwangu, siwezi kusaidia. Wewe unastahili, umeamua mwenyewe. Ukianza na mimi na kusaidia. Kama unataka kuchukua shauri kwangu, alafu naenda sehemu nyingine, unaona bidhaa sio nzuri, watu wanakuigiza chakika, alafu narudi kwangu mimi nikusaidie. Mimi sina duka ya sadaka tu. Kabisa. Ukija kwangu unakuja na pesa. Kasoro pesa sikusaidii kabisa, kwa sababu unastahili, utabidi kushifunza.